Mfinyanzi anaweza kutengeneza chungu, akatengeneza kitu chochote ambacho anatengeneza kwa tope, alafu akaangalia akaona hakiko vizuri, akakibomoa chote, akaanza upya. Unaelewa hiyo? Tena kwenye mjanga kama kutengeneza chungu, mfinyanzi lazima kwa vidole vyake afinyange ile tope, angalie kama kuna changarawe ndani. Akitoa changarawe, mpaka ibaki tope lililo laini litakayopendeza, chombo kinachopendeza. Bwana Yesu asifiwe. So tunapokuja kwa Yesu lazima tuelewe, na ninapozungumzia dhahabu safi, ujumbe ni huu. Dhahabu ilikuwa ni chuma yenye uchafu, ilikuwa ina dhamana. Ni chuma iliyochimbwa tena chini huko, inatoka na tope zake, haina dhamana. Hata ikiwekwa pale nje unaweza ukaipika usijue dhamana yake. Lakini lazima ile dhahabu ili ipate dhamana inakuwa kwenye moto. Moto ufanye nini? Uondoe na ile tope na uchafu na kila kitu ambacho hakifai. Ikifika ng'ambo ya pili iitwe dhahabu na ile na dhamana. Msifu Yesu Kristo. Nataka tukumbushane kwamba hatujaitwa maisha rahisi. Wasikie kwa Yesu mteremko. Wa Yesu mtambarare, wa Yesu mtambarare, wa Yesu mtambarare, wa Yesu mtambarare. Sema nini? Wapi wa Yesu mtambarare wapi? Jamaa aliyetuma huo wimbo tukakutana nikamuuliza sitai, alafu nimuuliza maswali. Kwa sababu ni uongo tu. Eti kwa Yesu mteremko, basi msalaba, toeni msalaba. Nani alisema kwamba kwa Yesu maisha tunayoishi ni mteremko? Nani? Yoshua bin Sira, tuanze. Yoshua bin Sira. Sura ile ya 2 na maneno tunayafahamu, lakini tunakumbushana leo tu. Neno la Mungu ni jipya kila siku. Ukifika unaweza soma mbele yangu. Yoshua bin Sira chapter 2 verse 1 to 6. Nataka kwa umefika mbele yangu. Sira 2 kuanzia aya ya kwanza. Mwanangu, ukienda kumtumikia Bwana, uwe tayari kupata majaribu. Uwe mnyofu wa moyo na nia moja, na usihangaike wakati wa taabu. Ambatana na Bwana, wala usimwache kamwe, nawe utafanikiwa mwishoni mwa maisha yako. Uyapokee yote yatakayokupata, hata ukiaibishwa uwe na uvumilivu. Maana dhahabu hujaribiwa kwa moto, na watu wanaokubaliwa na Mungu kwa tanuru ya aibu. Mtegemee Mungu naye atakusaidia. Shika njia nyofu na kumtumainia yeye. Neno la Mungu. Mwanangu, ukienda kumtumikia Bwana. Hilo neno la kwanza linakuhusu wewe, linahusu mimi, linahusu Father, linahusu askofu, linahusu kila mtu anayesema ni Mkristo. Kwa nafasi yoyote nitarudia kusema kwenye jumuiya, Mungu hakukupeleka bure. Amekupeleka kwa jumuiya utumike. Amekupeleka kwenye shirika utumike. Amekufanya kiongozi kanisani utumike. Amekufanya padri utumike. Amekufanya bishop utumike. Ni utumishi. Sasa hili neno linatuhusu. Anasema tunapokuja kumtumikia Mungu tuwe tayari kwa majaribu. Kama vile dhahabu inajaribiwa na moto, na wanaokubaliwa na Mungu watapitishwa kwenye tanuru la majaribu na aibu. Sasa dhahabu inachimbwa, inatoka na uchafu. Ikiwa kwenye moto, huo moto si wa kuharibu dhahabu. Na hapa nataka upate kitu. Kumbuka inawekwa kwenye moto, na sio moto wa kupiga kelele. Sawa? Ni moto wa sawa sawa. Na moto huo sio wa kuharibu hiyo dhahabu. Moto unateketeza kila kitu. Ziada chuma inaweza teketea ikaisha. Hakuna kitu moto uweze ukakonsume. Lakini moto umewekwa na umepimwa kiwango cha kwamba hiyo dhahabu haiwezi haribika kwa huo moto. Yaani cha kushangaza ni kwamba badala moto ukonsume hiyo dhahabu iwe imeisha, kumbe moto ndio kutengeneza hiyo dhahabu ipate dhamana yake. Bwana Yesu asifiwe. Amesema Yesu kwamba ametuita tumtumikie, na kumbe maisha haya hayatakuwa mepesi. Verse 4 ya hiyo sura. Miriam alisoma verse 4. Uyapokee yote yatakayokupata, hata ukiaibishwa uwe na uvumilivu. Uyapokee yote, hayajapimwa yote yatakayokupata.
umesema ndio kwa Yesu, kesho nyumba inafungwa, hauwezi ukarudi nyuma, uyapokee yote. Kuna dada mmoja alifanya semina ya maisha kiroho kapiki. Wengine wanamjua, sitakutaja jina. Baada ya semina ya maisha kiroho kajiunga na prayer group yetu kapiki. Tukaendelea vizuri, alikuwa anafanya biashara. Tukaendelea vizuri. Baada ya mwezi wa pili hapo wa tatu, siku moja tunaenda prayer group Mandi. Tutaingia kwenye hall, anajiita kando. Anaambia mkini kidogo. Mimi naona kama nilikosea. Mimi naona kama ni kwa nini? Kwa sababu kabla sijafanya semina maisha kiroho na kuanza kuja kwa prayer, biashara yangu ilikuwa imenyooka. Sasa hii mambo hayaendi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaposema ndio kwa Yesu, majaribu yanainuka mengi, yanainuka ili tukutike moyo, tumwache huyu Kristo. Na ndio maana Yesu anatangulia kutuambia na mapema, mwanangu, pokea yote yatakayokupata, hata ukiwa na ukiaibishwa kimbilio. Sio kwamba Yesu alisema hapo. Sisi tunaandaliwa tuwe dhahabu safi, na dhahabu sisi lazima moto tutauonja. Na kila mmoja ataonja moto kivyake, moto wa aina yake. Kuna moto wa makaa, kuna moto wa kuni, lakini kuna pia moto wa stima. Yote ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sijui ni kitu gani kinakuvunja moyo, kinakufanya mpaka uone kama ulikosea kuwa Mkristo. Ni kama ulikosea kuingia jumuiya. Ni kama ulikosea kujiunga na shirika la kina mama. Ni kama ulikosea kuingia karismati. Ni nini hicho kinakuvunja moyo? Kwa sababu hiyo ndio nataka leo tunapotoka mahali hapa tutoke kifua mbele, tukiangalia mbele na kukwambia serikali tunajua nini? Leta hata na mengine makubwa. Yesu hatumwachi. Ulijue milima, sisi ni wa Yesu. Hatubanduki hapa. Iwe ni wao, sisi na Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kama unafikiri unakuja kwa Yesu ati ni mteremko, ni maziwa na asali, maziwa na asali. Wapi? Huyo Yesu ambaye unatarajia maziwa na asali alivuliwa mko mbele ya watu. Alikuwa mijeledi huyo Yesu. Aliteswa huyo Yesu. Alikataliwa huyo Yesu naye kinalisha kama. Na ndio anasema ukija kunitumikia mwanangu, najua unanipenda na unakuja kunitumikia, uwe tayari kwa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatuarifu na mapema, anatujulisha na mapema kitakachotokea. Hebu msomaji wangu, soma verse 5. Leo hata ningekuwa na nafasi ya kupumzika. Kwa nini uko hapa? Uko hapa kwa sababu unampenda Kristo. Na kwa sababu unamtafuta Kristo, unatafuta uso wake Kristo. Ungependa sana ukubalike mbele ya Kristo, upokee nafaka ya Kristo. Sasa basi pale tunatuhusu. Na wote wanaokubaliwa na Mungu wanapitishwa kwenye tanuru la aibu na majaribu. Hiyo hapo. For us to get that favor, hiyo favor tunayotafuta kwa Kristo. Kristo atupiganie na onekane kwenye maisha yetu. Shuhuda zionekane, zitakazotetemesha nchi. Lazima tuwe tayari. Wewe unafikiri ilikuwa rahisi kwa Abraham? Unafikiri ilikuwa rahisi? Leo sisi ni uzao wa Abraham. Na tunajivunia tukisema sisi ni uzao wa Abraham. Na kweli alibarikiwa Abraham. Lakini pia ilikuwa rahisi. Yuko kwenye mstari wa kwanza, anampenda Kristo, anampenda Mungu, lakini angalia hali ya kitu. Wapendwa, ni vizuri tutiane moyo jioni ya leo kwamba maisha yetu yanatengezwa na misimu tofauti tofauti. Life is full of different seasons, and every season is equally important to the other. Never ever think when you're down there kwamba haina faida yake. Ukiwa chini kuna faida yake, ukiwa katikati kuna faida yake, ukiwa juu kuna faida yake. Ni siku yote Mungu ameipanga. Unakuta kuna msimu wa maembe, kuna msimu wa machungwa, kuna msimu wa ndizi. Sasa msimu wa machungwa yanashangilia yako mengi.
lakini wakati msimu wa maembe machungwa unaweza kuta hapo. Ndivyo yalivyo na maisha yetu. Kwa nini tukata tamaa wakati mwaka huu tunaopitishwa, majaribu tunaokutana naye, shabaha yake ni kwamba tuvuke mambo ya pili tukiwa na dhamana kubwa kuliko jinsi ambavyo tulikuja kwa Yesu. Nilishawaambia nafikiri kwetu gazeti mwaka wa corona 2020, kabla ya corona, limao ilikuwa inauzwa pesa ngapi? Limao ilikuwa pesa ngapi? Hata dala ni nyingi. Mimi kama sikosei, limao ilikuwa ni kama iko worthless. Yaani unaenda kungu unapewa limao utakueleweka. Ilikuwa bei yake yani iko chini. Limao za 50 huwezi maliza kiruhusi. Lakini wakati wa corona, hebu ngoje jirani muulize, Apple ulikula mwisho lini? Muulize tu. Wewe usijali, muulize tunda la Apple ulikula mwisho lini? Apple ni tunda lakini lina gharama nyingi. Kama wanasema one apple a day gives a doctor off. Hawa wanakuweka saa zingine machungu. Ni kweli inaweza kaka daktari akae kando. Lakini wakati mwingine mfuko au kubali vile hiyo hapo bila siku. Sasa limao ambayo ilikuwa haina thamani. Wakati corona imeingia sisi tunalia corona ni shida. Kumbe limao ingekuwa na mdomo, ingekuwa nasema limao corona hoye, corona hoye, corona hoye. Limao kama ingeongea. Kwa nini? Corona ilisababisha limao ikapanda. Kutoka kwa kudharauliwa ikapanda ikawa na dhamana kama Apple. Msimu wa Kristo. Corona iliingia ikamaliza dhamana ya nini? Ya limao. Ni misimu. Na ndipo maisha yetu yalivyo. Ili tufanyike na hamsamu, my friend, it is not a job. If you think it is a job, think again. Kama unajua ni mteremko, fikiria tena. Sisi tumeitwa na Kristo, tuwe vyombo viteule kwa ajili ya Kristo. Kufika hiyo level ya kuwa vyombo viteule sio mchezo. Lazima